Leo nimekuja kumtembelea ndugu yangu mfugaji mzuri kabisa Aje Farm. Kama mnavyoona miundombinu ya ufugaji hapa. Kikubwa zaidi tumekuja kwa ajili ya chanjo. Kwanza chanjo ni nini? Chanjo ni utaratibu ulioandaliwa au ni dawa ambazo zinaandaliwa kwa ajili ya kukinga mifugo dhidi ya magonjwa. Na chanjo tunazitoa kwa mifugo ambayo haijapata ugonjwa ili kuimarisha kinga ya mwili kuweza kuepukana na magonjwa. Kwa mifugo yetu tunayofuga maeneo haya kwa Aje Farm, kuna mifugo kama bata, lakini tuna mifugo kuku na pia kuna sehemu ambayo tuna mbwa. Kwa leo tuko kwa ajili ya kuku na bata. Hapa leo tumekuja kwa ajili ya kuchanja chanjo ambayo inajulikana kama 3-1 ambayo utaiona maeneo haya. 3-1 yetu ni chanjo ambayo imetengenezwa na profesa wetu kutoka SUA na iko maalum kwa ajili ya kutibu magonjwa matatu. Hujambo na karibu katika channel ya Aje Farms, mashamba yanayokimbia. Siku ya leo tuna ratiba ya kuchanja na hapa tuko na daktari wa mifugo. Tafadhali tuomba kukufahamu tafadhali. Asante. Habari ya asubuhi ndugu wa Tanzania wenzangu. Kwa majina yangu naitwa Samuel Njau Petro, ni afisa mifugo kata hii ya Nyamirembe. Leo nimekuja kumtembelea ndugu yangu mfugaji mzuri kabisa Aje Farm. Kama mnavyoona miundombinu ya ufugaji hapa. Kikubwa zaidi tumekuja kwa ajili ya chanjo. Kwanza chanjo ni nini? Chanjo ni utaratibu ulioandaliwa au ni dawa ambazo zinaandaliwa kwa ajili ya kukinga mifugo dhidi ya magonjwa. Na chanjo tunazitoa kwa mifugo ambayo haijapata ugonjwa ili kuimarisha kinga ya mwili kuweza kuepukana na magonjwa. Kwa mifugo yetu tunayofuga maeneo haya kwa Aje Farm, kuna mifugo kama bata, lakini tuna mifugo kuku na pia kuna sehemu ambayo tuna mbwa. Kwa leo tuko kwa ajili ya kuku na bata. Hapa leo tumekuja kwa ajili ya kuchanja chanjo ambayo inajulikana kama 3-1 ambayo utaiona maeneo haya. 3-1 yetu ni chanjo ambayo imetengenezwa na profesa wetu kutoka SUA na iko maalum kwa ajili ya kutibu magonjwa matatu. Magonjwa haya, kuchanja magonjwa matatu. Magonjwa hayo ni kideri au tunaifahamu kama Newcastle, lakini kuna ugonjwa mwingine unaitwa gomboro au kitaalamu tunaita IBD, infectious bursa disease, lakini pia inachanja mafua makali ambayo ni influenza. Chanjo hii hutolewa kwa njia ya matone. Tone moja kwa kuku unatoa tone moja, lakini kwa bata mzinga unatoa matone mawili, yani jicho la kulia na jicho la kushoto. Lakini chanjo hii inadumu kwa miezi 4. Yani ukishamchanja kuku wako ama bata wako utarudia tena kila baada ya miezi 4. Na kama unavyoona chupa hii hapa ni ya ml 10, lakini ni dozi ya kuku 200. Kwa hiyo ndugu watazamaji, kabla tujachanja tulishajiridhisha kwamba hakuna kuku yoyote ambaye ama bata yote ambaye tayari ameshapata ugonjwa. Hivyo basi tuko kwa ajili ya zoezi hilo. Okay, kabla tujaanza zoezi samani, nipata kujua njia ya utambulisho na namna aina za chanjo. Ratiba ya chanjo imekaje pengine? Ratiba ya chanjo kwa kuku tunakuwa na, wanasema ili ufanikiwe kwenye ufugaji wa kuku lazima ufanye mambo matatu muhimu. Moja, uzingatie utaratibu wa chakula. Chakula chako kiwe bora na chenye virutubisho vyote muhimu. Lakini swala la pili, lazima uzingatie usafi kuanzia kwenye banda lako, kuanzia kwenye vyombo vya kulia chakula na wewe mwenyewe unayehudumia wale kuku. Lakini jambo lingine la msingi ni swala la chanjo. Kwa upande wa kuku tuna mtiririko wa chanjo kama ifuatavyo. Kuku wanapototolewa baada ya siku 7 tunapaswa kuwapa chanjo ya kideri au Newcastle.
Zinapofika zile siku 7 kwa hapa Newcastle, tunasubiri siku 14. Siku 14 tutawapa chanjo ya gomboro. Ile chanjo ya gomboro maana yake ndio ile ambayo tulisema ni IBD, infectious bursa disease. Chanjo hizo zinakuwa katika mifumo tofauti. Kwa mfano, chanjo ya kideri kunakuwa ambao inakuwa kwenye mfumo wa kidonge, tunaweka kwenye maji, lakini kuna ya mfumo wa matone. Ila chanjo ya gomboro yenyewe tunaiweka kwenye maji direct. Baada ya siku 14 tunafika siku 21. Baada ya siku 7, siku 14, siku 21 tunapaswa kurudia tena chanjo ya kideri. Lakini siku 28 tunapaswa kurudia tena chanjo ya gomboro. Baada ya hapo tutasubiri wiki ya miezi 5 kuweza kuchanja chanjo ya ndui. Lakini hapa katikati tunakuwa na rutini ya dawa za minyoo kwa ajili ya kuku wetu. Na hapa ukiangalia ni dawa ya minyoo ambayo tunaita Ascaris kwa ajili ya kuku wetu, kwa sababu tunapoanza kuwapa kuku vyakula tunakuwa na tendency pia ya uzalishaji wa minyoo kwa mifugo yetu. Asante kwa ufafanuzi huo. Tunaona hii ni 3-1. Naam. Lakini ratiba ambayo tumesikia hapo vizuri kama ilikuwa kama vile chanjo moja iko tofauti na nyingine, kama Newcastle peke yake na pengine na Gumboro peke yake, lakini hii ni chanjo moja yenye chanjo 3. Na ratiba ya hii 3-1 ni iko vile vile. Asante sana. Ratiba niliyoelezea, nimeelezea ratiba ambayo ilikuwepo previous kabla mtaalamu wetu au profesa wetu kutoka Tanzania chuo kikuu cha SUA kugundua hii chanjo ya 3-1. Baada ya mtaalamu wetu na wataalamu wenzake kukaa na kugundua kwamba kuna uwezekano wa kuchanja ugonjwa wa Newcastle pamoja na gomboro, ikawa kwenye mchanganyiko wa chanjo moja. Nowadays tunatumia au kwa wakati huu sasa hii chanjo ya 3-1 imekuwa ikifanya vizuri kwa wafugaji wetu, na pia inamwepushia gharama yule mfugaji ambaye anafuga kuku. Badala ya kununua chanjo 3 kwa vipindi tofauti, tunaona kwamba ananunua chanjo moja ambayo ataichanja mara moja, atakuwa amekinga magonjwa 3, na uzuri umeongezeka ugonjwa mmoja wa mafua kulingana na atmosphere ya mazingira yetu. Kwa hiyo anaweza akachanja mara moja ndani ya miezi 4. Hivyo basi tumeipendekeza chanjo hii ya 3-1 kutokana na kuweza kuchanganyika na kutibu magonjwa 3 kwa wakati mmoja. Na maana kwamba mtu asipotumia 3-1 atapaswa afuate ile ratiba ambayo tumeizungumza. Lakini akipata hii chanjo ya 3-1 ana uwezo wa kuchanja mara moja akasubiri tena baada ya miezi 4. Asante. Kuna mambo ya kama hapa kabla tunaenda kufanya zoezi lenyewe la uchanjaji, kuna mambo ya kuzingatia. Mambo gani ya kuzingatia kabla, wakati na baada ya kuchanja? Okay. Kabla ya kuchanja, kwanza tunapaswa kuchanja mifugo yetu. Tujiridhishe kabisa kwamba hakuna mfugo wote ambao umeathirika na ugonjwa tunaenda kuuchanja. Hilo ni swala la msingi sana la kuzingatia. Kwa nini tunasema hivi? Ikitokea umechanja mfugo ambao tayari ameshaathirika na ugonjwa huo unaenda kuuchanja, nini maana yake? Utakuwa unaongeza virusi juu ya virusi. Kwa hiyo kitakachotokea, wale mifugo wako watakufa, maana kinga ya mwili itashuka kutokana na loaded ya virusi ambavyo umewaongezea tena. Hilo ni jambo sana la msingi. Lakini jambo la pili la kuzingatia, usalama wa chanjo yako. Chanjo muda mwingi unatakiwa uwe kwenye cooling chain. Tunaposema cooling chain, maana yake iwe kwenye ubaridi. Maana yake vile ni vijidudu ambavyo vinahifadhiwa kwenda kusisimua immunity ya mwili. Kwa hiyo kukiwa na utunzaji wa chanjo ambao sio sahihi, unakuwa unachanja chanjo ambayo haiko sahihi. Kwa hiyo kwenye utunzaji wa chanjo lazima hilo lizingatiwe, sambamba na kuangalia expire date ya chanjo. Hatupaswi kuchanja chanjo ambayo imesha wakati wake. Mambo sana ya msingi sana ndugu mtazamaji ya kuzingatia kabla, wakati na baada ya kuchanja. Endelea kufuatilia vipindi vyetu kutoka AJFarms Mashamba na Utembea. Kama ni pengine mara yako ya kwanza kutazama vipindi hivi, hakikisha una subscribe na like na kushare video hii ili tuweze kuwafikia watu wengi na kuwakomboa kifikra na kuwakomboa kiuchumi kupitia ufugaji. Twende kuona sasa namna ambavyo sasa inatolewa kwa vitendo. Chanjo yenyewe inavyotolewa kwa vitendo na mtaalamu wetu.
Cha kwanza lazima uhakikishe chanjo yako je iko valid au muda wake ukispire bado. Tukiangalia hapa chanjo yetu bado iko na muda Disemba 25 na imetengenezwa Januari 25. Na ukiangalia niko na full box, maana yake bado na maintain ule ubaridi. Ukiangalia full box yetu utaona chupa hii hapa tunakuwa na barafu ambayo tunahifadhi chanjo yetu. Kama unavyoiona inakuja namna hii, inakuwa na ubaridi. Na tukiitoa tumeshajiridhisha kwamba ije expire, tunakwenda kuifungua. Naomba nipatie karanga kwa taratibu bila kumsumbua. Kama unavyoona tumeshapata, tunafungua chanjo yetu taratibu kabisa. Nimepotea hiyo. Kile mwingine mbili bata geuzi. Ndio kusikia nipate view nzuri. I'm trying to sasa hivi uitenge, utakuja kwa changanya. Umekwisha? Na watu natucha okay. Na swali tuendelee. Bata maji, bata Muscovy, bukini na aina nyingine za bata wa jamii ya Mtano, sawa. Leta wabaki wa bata maladi hao. Wachukue.
Ndugu mtaalamu, tungependa kufahamu, kama watu wengi wamekuwa wakiuliza, kuna bata wa kawaida wale tunafuga wasema bata wachafu, bata bukini, bata maladi na jamii ya bata ambayo ina midomo mipana. Hii chanjo pia inafaa kufanywa wao ndege au wao ndege kwa asili wanakinga? Chanjo hii inatumika kwa ndege wote, jamii ya ndege, wakiwemo bata, kuku, njiwa. Kwa chanjo hii imetengenezwa kwa ajili ya ndege hao. Kwa hiyo pia inafaa. Nataipata hii. Toa tu. Ndugu mtaalamu, kuna dhana kwamba nishachanja sasa yule mama yao na shachanja mama yao, wakati wa kuchanja watoto wake ama vifaranga wale kama tulivyofanya sasa hivi, kuna haja tena kurudia kuchanja mama yao? Ndio. Kuna haja kwa sababu kila mnyama ana kinga yake ya mwili na kila mmoja anajitegemea. Kwa hiyo huwezi kusema kwamba kwa sababu nimeshachanja watoto wake au vifaranga vyake uache kumchanja mama yao. Kwa hiyo chanjo hii imetengenezwa mahususi kwa ajili ya kuku na bata wa aina zote. Ndio maana nikasema imekuwa na faida ya mchanganyiko wa magonjwa matatu, na tukiangalia hali ya hewa, mazingira yetu, tunaona kwamba kuna uwezekano wa kuwa na mafua. Kwa hiyo chanjo hii pia itasaidia kukinga mafua makali au tunaita influenza coryza. Na haijalishi kwamba huyu tayari katika hatua zote zile alishachanjwa. Kwa hiyo mara hii yafaa kama kuboost ama kurudia? Kwa moja hii tunaifanya boosting ya chanjo kama alishachanjwa. Kwa sababu historia ambayo tumeipata kwa mfugaji amesema tayari chanjo hii ilitumika kwa muda mrefu. Sawa. Sawa.
Kuwa mkulima sio tabu tena. Changamoto za mazao au mifugo sasa kwisha habari yake. AJEFARMS wamekuja na suluhisho la kudumu na sasa wanakuletea vitabu mbalimbali vya mazao na mifugo. Kama una changamoto za kilimo, vitabu hivi ndio suluhisho lako. Kukufikia ni rahisi. Unaweza kuvipata kwa njia ya WhatsApp au kutumiwa popote nchini na hata nje ya nchi. Cha kufanya, wasiliana na AJEFARMS leo kwa 0757757968. Bei za vitabu hivi ni ndogo sawa na bure. Nunua leo kitabu chako, uunganishwe kwenye kundi la WhatsApp la zao husika. Hatujamaliza. Kama wewe ni mkulima, una mazao na hujui wapi utapata soko zuri la kukupa faida, wala usijali. Kama wewe ni mnunuzi wa mazao na hujui ni wapi utapata mzigo, nawe pia usikonde. Hapa kuna mkulima na pale kuna mnunuzi. Ni nani wa kuwakutanisha moja kwa moja? Ni AJEFARMS. Si hivyo tu, kupitia mtandao wa AJEFARMS unaweza kujua bei za zao lolote lile nchini. Cha kufanya ni wewe kuwasiliana nao kupitia WhatsApp au piga simu. Wafuate kule Instagram, Facebook na YouTube kwa jina la AJEFARMS. Wote mnakaribishwa.